Yes, habari mtu wangu wa nguvu mwana Crypto Academy Pro. Next video tupo hatua ya kwanza kabisa, twende tukajifunze cryptocurrency ni nini. Cryptocurrency ni aina ya fedha ya kidigitali inayotumia mbinu ya usimbaji ama tunasema cryptography. Cryptography ni mfumo ambao unafanya kuwa siri. Kwa hiyo cryptocurrency ni wazi lakini ni siri sana. Cryptography inalinda miamala kwa mbinu hiyo ya cryptography, okay? Na cryptocurrency haitegemei mamlaka husika, haina benki, haina serikali. Hakuna anaye control cryptocurrency, okay? Cryptocurrency inategemea watu, mnyororo wa watu. Kwa hiyo mimi na wewe tunaweza tukaiendesha cryptocurrency. Mimi na wewe nikinunua na mwingine akinunua na mwingine akinunua, sisi ndio tunaweza kuamua cryptocurrency ipande bei ama ishuke bei. Hivyo basi cryptocurrency inaendeshwa na watu. Mfumo mzima unaoishikilia cryptocurrency unaitwa blockchain technology, okay? Blockchain technology. Sasa twende tukaangalie historia ya cryptocurrency. Sawa? Cryptocurrency historia yake inasema kwamba cryptocurrency ilianza mwaka 2008. Hiyo ndio cryptocurrency ya kwanza itwayo kwa jina la Bitcoin. Bitcoin tunaitumia mpaka leo. Okay? Bitcoin ilianza mwaka 2008, iliachiliwa white paper yake. Lakini ifikapo mwaka 2009 mwezi wa kwanza tarehe 3, iliweza kufanya muamala wake wa kwanza, ndio matumizi yalipoanza. Na siku hiyo tunaita kama Bitcoin Pizza Day, okay? Na hiyo siku ni siku maalum sana kwa sisi wana crypto. Lakini crypto hii kabla ya kuanzishwa kwa Bitcoin kulikuwa na crypto kadhaa ambazo zilifanywa majaribio. Nitakutarajia chache, okay? Crypto ya kwanza iliitwa Bitcash, okay? Hii Bitcash ni kwamba ilianza mwaka 1990. Na mwaka 2000 pia kulianzishwa na crypto ilikuwa inaitwa eCash, okay? Na mwaka 2004 pia ilianzishwa crypto nyingine inayoitwa Hashcash, lakini zote hazikufanya vizuri. Lakini mwaka 2008 alianzishwa mwamba aitwaye Bitcoin, na hivi leo anatikisa ulimwengu, anaushikilia ulimwengu, okay? Na hii ilikuwa ni step yetu ya pili. Sasa twende hatua ya tatu tukaangalie mwanzilishi wa cryptocurrency ni nani. Cryptocurrency imeanzishwa na mtu ajulikanaye kwa jina la Satoshi Nakamoto. Lakini kumbuka mtu huyu hajulikani ni mwanaume ama mwanamke, haijulikani ni kikundi cha watu ama ni mtu mmoja. Hivyo basi huyu jamaa aliamua kujificha pasipo kuonekana wala kujulikana. Lakini huyu jamaa yupo, alifanya hivi kwa sababu alianzisha mfumo ambao ulikuja kuondoa mamlaka, hususan mamlaka za kiserikali, mamlaka za kibenki. Kwa hiyo alikuja kuondoa mfumo na kutengeneza cryptocurrency. Hivyo ilikuwa ni hatari kwake, kwa hiyo alikuwa lazima aamue kujificha ili aweze kulinda maisha yake. Hivyo basi ndivyo ilivyokuwa. Satoshi hatujui ni mwanaume au ni mwanamke. Twende hatua ya 4. Hatua ya 4 tukajifunze kwa nini cryptocurrency imeanzishwa. Kwa nini cryptocurrency iliundwa? Cryptocurrency iliundwa kwa sababu nyingi sana, lakini sababu muhimu ambazo nazifahamu mimi ni kwamba cryptocurrency ilianzishwa mwaka 2008 badala ya lile anguko la kiuchumi lililotokea duniani kote. Lilipotokea lile anguko la kiuchumi mwaka 2008, serikali ya Marekani iliamua kuchapisha fedha. Kwa hiyo nini kilitokea? Kilichotokea ni kwamba sisi watu wa chini tuliumia, watu wengi walipoteza maisha, walikufa kwa sababu matajiri wao hawakuelewi. Tajiri hakuelewi kama maskini unaumia, na mwisho wa siku unajikuta yeye anakuwa na pesa, hali iweje, yeye ataendelea kuishi vizuri. Kwa hiyo sisi wa hali ya chini tuliweza kuumia sana mwaka 2008. Hivyo basi Satoshi Nakamoto aliamua kuchukua jukumu la kuanzisha mfumo wa cryptocurrency. Twende hatua ya 5. Yes, hatua ya 5 ni uhuru wa kifedha. Sasa nitakutofautishia kwa nini cryptocurrency na uhuru wa kifedha na mfumo wa kawaida hauna uhuru wa kifedha. Taanza na cryptocurrency. Cryptocurrency inakuruhusu kutuma fedha au kutuma crypto yako duniani kote, mahali popote, sehemu yoyote, na unatuma muda wowote, saa yoyote, wakati wowote, okay? Haya, kitu kingine, cryptocurrency haina mipaka. Cryptocurrency hakuna anayeizuia, hakuna anayeshikilia. Wewe ndio unaamua utume iende ama isiende. Sawa sawa. Na mfumo mwingine cryptocurrency imeleta uhuru wa kifedha ni kwamba kuna kitu kinaitwa peer to peer
transaction. Peer-to-peer transaction ni mfumo ambao tunatumiana fedha mimi na wewe, mimi na wewe, wewe na mimi. Kwa hiyo wewe utanitumia fedha na wewe nitakutumia fedha. Umeona? Kwa hiyo hiyo ndiyo faida ya cryptocurrency. Lakini hasara ya mifumo ya kawaida ni kwamba mfumo wa kawaida ukitaka kutuma fedha, mfano China, unaweza kaambiwa pesa inaweza kama saa 72. Lakini pesa hiyo hiyo unaweza kutuma ukaambiwa fedha yako hatuiruhusu kwa sababu hatujajua fedha yako umeitoa wapi. Kumbuka fedha ni yako, lakini unapewa mipaka. Kwa hiyo uhuru wa kifedha kwenye mifumo ya kawaida hatuna. Hivyo basi cryptocurrency imekuja kutukomboa na kutupatia uhuru wa kifedha. Sasa twende hatua ya 6. Okay? Tukaone peer-to-peer payment solution ni nini. Peer-to-peer ni mfumo ambao unafanya kazi mimi na wewe, wewe na mimi. Okay? Mfumo huu unafanya kazi kwamba mimi nikiwa na crypto yangu naweza nikakutumia wewe, na wewe ukiwa na crypto yako unaweza kunitumia mimi. Unaweza kutuma duniani kote, unaweza kutuma popote na bila bugs yoyote. Unaweza kumiliki mamilioni kwenye cryptocurrency na usijulikane na mtu yoyote. Tofauti na mifumo ya kawaida, ukimiliki tu milioni 5, mzee lazima TRA wakuulize, unatafuta nini? Lazima serikali ikuulize, wewe vipi? Hizi fedha umezitolea wapi? Kwa hiyo lazima uweze kuwa na limitation kama hizo. Lakini cryptocurrency yenyewe inakupa uhuru, inakupa uhuru wa wewe kutuma na kupokea bila kuwa na kikwazo chochote. Sehemu ya mwisho kabisa tutaenda kuangalia aina ya cryptocurrency. Cryptocurrency zina aina ngapi? Lakini nitaenda kutaja aina chache. Kuna cryptocurrency ya kwanza ambayo inaitwa Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, Binance Coin ambayo inaitwa kwa jina la BNB. Kwa hiyo zipo nyingi, mamilioni na mamilioni ya cryptocurrencies. Kwa hiyo siwezi kuzitaja zote, lakini hizo ni miongoni mwa cryptocurrency. Asante sana kwa kuenjoy video hii ya pili. Sasa twende tukajifunze video ya 3, ukaijue blockchain ni nini, inafanyaje kazi. Let's go.